Kennedy, nataka umuoe binti yangu. Atakaporudi tu kutoka chuoni nje ya nchi, atakapofika nchini, nina mpango wa kumwachia majukumu yote ya kuendelea na kampuni hii. Kwa hivyo ninatarajia atakapopata mwanaume mwenye akili, mwenye uwezo na uthubutu, anaweza akasimamia majukumu haya vizuri sana. Na wewe unaifahamu hii kampuni, tumeanza toka chini hadi hapa tulipo. Lakini zaidi, lengo la kutaka umuoe binti yangu ni kuhakikisha binti yangu anakuwa kwenye mikono salama ya mtu mwenye akili, msomi, lakini anayejitambua. Kwa hivyo ningetamani sana ili wazo langu ulikubali, Kennedy. Bosi, sikutegemea kusikia taarifa hiyo kutoka kwako. Umeongea jambo zito sana ambalo linahitaji utulivu na fikra. Baba, unaelewa swala la mahusiano au swala la ndoa ni jambo ambalo watu wanatakiwa wajitafakari kwa muda mrefu. Lakini umeniambia kwa haraka hivi. Swali langu ni kwamba, je, kama binti yako hatakuwa tayari kuolewa na mimi, hili litakuwa limekaaje? Kwa sababu lazima aniridhie, maana yake mimi nimpende na yeye anipende. Sawa, nimekuelewa. Ikiwa unanihakikishia kwamba utaweza kulihendo hili jambo, yani kwamba Sinsia maamuzi yake atakuwa kwenye mikono yako, utahakikisha anakubali, mimi sina tatizo bosi. Niko tayari kumuoa binti yako, kwa sababu kwa namna tu unavyonielezeaga ni mwanamke mwenye akili ambaye anahitaji kupata mtu mwenye akili, mtu sahihi kama mimi. Kwa hivyo niseme niko tayari. Vizuri sana kijana wangu. Sasa nadhani tumemaliza huu mjadala, na binti yangu anatarajia kurudi wiki inayokuja, yani hana muda mrefu kutoka sasa. Kwa hivyo tutaandaa kila kitu. Atakapofika, nataka ndani ya muda mfupi mfunge ndoa, muwe mke na mume, na mimi nipumzike nyumbani, niwaachie kila kitu kwenye hii kampuni muweze kukiendeleza. Sinsia mwanangu, hongera sana. Unaniheshimisha sana baba yako. Kwa kuwa sasa umemaliza masomo na umerudi rasmi nchini, kuna mambo ya msingi ni lazima nianze kukufanyia binti yangu. Kwanza unatakiwa kujiandaa kushika nafasi zangu zote za usimamizi wa makampuni pamoja na mali. Umri wangu ni wa kupumzika sasa. Naamini umeshakomaa kifikra na kielimu. Lakini jambo la pili binti yangu, ninatamani upate mume mzuri, msomi na mchapakazi kama nilivyo baba yako. Sasa Sinsia mwanangu, nataka uolewe na kijana wangu, msimamizi mmoja wa kampuni zangu kubwa. Kijana huyo ni msomi sana, mchapakazi na mwenye kujitambua. Baba, unawezaje kuolewa na mtu nisiyemjua? Ndoa sio jambo la uchapakazi wala akili baba. Ndoa ni tunu ya maisha. Kwa maana unachagua mtu wa kuwa naye kuwa mwili mmoja. Ndoa ni muunganiko wa watu wawili waliopendana kwa dhati ya mioyo yao bila shinikizo lolote. Nadhani nahitaji uamuzi wa fikra zaidi kwenye hili baba. Umesema vyema sana mwanangu, lakini mimi kama mzazi, natamani kuona binti yangu ukiolewa na mwanaume ninayemjua vizuri. Sinsia, dunia imebadilika. Wewe ni binti yangu, tena binti yangu wa pekee. Sitamani kuona ukiteleza au kuanguka mahali popote pale, kwa maana anguko lako ni anguko langu. Tumebaki wawili tu binti yangu, kuna kaka wala dada, lakini hata mama yako pia. Ni wewe tu na mimi. Tafadhali binti yangu, jaribu kukutana na kijana huyo. Ninaamini utampenda kwa busara yake. Nakupaswa kusema maneno hayo yote. Sipendi kuona ukihuzunika baba. Mimi nipo hapa. Nimekubali ombi lako, lakini naomba unipe nafasi ya kumpa mtihani kijana huyo, ili kama kifaulu, basi nitajua ananipenda kwa dhati. Ikiwa atafeli, basi hatofaa kuwa mume wangu, kwa sababu ataonyesha wazi yeye ni nani kupitia mtihani huo. Mtihani? Ni mtihani upi huo mwanangu? Kupitia mtihani huo. Mtihani?
Ni mtihani upi huo mwanangu? Nitambulishe kwake na kwenye ofisi. Nitambulishe kwake na kwenye ofisi kama mfanyakazi wa usafi. Mtu mdogo nisiye na hadhi. Ili nione kama atanipenda nikiwa sina chochote. Ikiwa atanipenda nikiwa binti masikini, huyo atafaa kuwa mume wangu baba. Oh, hakika huo ni mtihani mzuri wa kutambua upendo wa Kuwa mume wangu baba. Oh, hakika huo ni mtihani mzuri wa kutambua upendo wa kweli binti yangu. Sinzia, una akili sana malikia wangu. Sasa twende mchezoni. Kijana wangu, nimekuita hapa kwa ajili ya kufanya utambulisho mfupi. Mtambue huyu binti anaitwa Jamila. Huyu binti ana matatizo ya kifamilia, ana matatizo yake binafsi. Kwa hivyo nimeona nimsaidie, nimlete hapa ofisini, na ninataka umpe kazi, ikiwezekana hata ya kufanya usafi na kutenga vitu vidogo vidogo kwenye ofisi. Ufanye hilo haraka iwezekanavyo ili aweze kujikimu kwenye matatizo yake ya hapa na pale. Bosi, lakini tuna kampuni ambayo tumeiajiri kwa ajili ya usafi na kuna wadada wa kutosha sana kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Nadhani umeongeza mtu ambaye hatuna uhitaji naye kwenye ofisi. Hakuna tatizo Kennedy, ninaelewa hilo. Hatuna uhitaji naye kwenye ofisi. Hakuna tatizo Kennedy, ninaelewa hilo. Lakini kwa kuwa huyu binti ana matatizo, ana changamoto, na kwa kuwa nimeona na nafasi ya kumsaidia kuweza kumleta hapa walau apate ajira ajishikize, nimeona nikuwasilishie. Kwa hivyo utaangalia namna zaidi, kama kuna namna yoyote ya kumsaidia basi tumpe tu nafasi walau aweze kufanya kazi kwenye ofisi, hata kwa kushirikiana na hao wadada ambao umesema wameajiliwa, kampuni yao inafanya kazi hapa ikiwa rasmi. Bosi, lakini naona kama unaenda kupoteza pesa ya bure kwa ajili ya kumlipa mtu ambaye hatakuwa na tija yoyote kwenye hii ofisi. Na zaidi bosi, hawa watu masikini kuna muda wanajifanya wana matatizo, lakini ukija kugundua ukweli, wengi wao wanakuwa hawana matatizo, wanakuwa tu wanatumia njia za uongo na udanganyifu. Usijali kuhusu swala la malipo yake, hilo liko tu wanatumia njia za uongo na udanganyifu. Usijali kuhusu swala la malipo yake, hilo liko ndani ya uwezo wangu, na ndio maana nimesema ninamsaidia. Sasa sikuona haja ya kumsaidia tu kumpa pesa hivi hivi. Nimeona ni bora nimlete hapa awe anafanya kazi, na mimi nitamlipa pesa hiyo kutoka mfukoni mwangu, wala haitahusiana na mahesabu yako wewe ya kiofisi. Kwa hivyo naomba umpe kazi na aanze kazi haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu, nitatekeleza. Zinaanze kazi haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu, nitatekeleza kwa kuwa umeagiza. Lakini fanyia kazi ushauri wangu. Mimi naona hili jambo halina maana yoyote, na wala msaada hauwezi kufanya ofisi yetu ikafikia kwenye malengo bosi. Tafsiri yake kesho akija mtu mwingine na matatizo, tutamsaidia. Hatuwezi kuajiri watu kwa mfumo huo. Ni mawazo yangu tu bosi, lakini kwa ulilosema nitatekeleza. Kennedy, najua unasimama kwenye misingi yako ya kazi, na ni mawazo yangu tu bosi, lakini kwa ulilosema nitatekeleza. Kennedy, najua unasimama kwenye misingi yako ya kazi, na kiukweli uko sawa kabisa, kwa sababu lazima tufanye vitu katika utaratibu, lakini kumbuka kuna ubinadamu. Na ndio maana nimekwambia huyu binti ana matatizo. Basi walau hata ukutaka kujua ana matatizo gani, kama una utu ungeweza kwanza kuuliza Kennedy ana matatizo gani, lakini hukutaka kujua, badala yake hutaki tu tumsaidie. Hebu acha hiyo tabia mara moja. Ninajua wewe ni mchapakazi na ni mtu hodari sana kwenye kusimamia rasilimali za ofisi yetu, lakini lazima utambue kuwa kuna utu na ubinadamu nje ya maisha. Mtoto wako aliniambia anatarajia kurudi wiki hii, lakini hujaniambia lolote baba. Kiukweli natamani sana kumuona. Kama unavyoelewa baba, majukumu ulionipa ni makubwa na nataka niyatekeleze ili kuhakikisha tunazidi kusimama sisi kama kampuni kubwa ambayo imejikita kwa miaka mingi. Lazima tuendeleze sifa hii. Baba, huyo ni mke wangu mtarajiwa. Nina hamu kubwa sana ya kumuona kwa haraka. Unipe taarifa yoyote. Oh, unamaanisha mwanangu Sinsia? Yeye yuko njiani. Hivi karibuni atafika, kwa sababu kuna changamoto njiani. Hivi karibuni atafika, kwa sababu kuna changamoto zimetokea zimemfanya endelee kubaki nje ya nchi. Usijali, atafika na kila kitu kitakwenda sawa sawa. Zingatia tu jambo la huyu dada nililokuelekeza, ni jambo la muhimu sana, na mimi niwaache.
Habari za saizi dada wangu wa usafi. Pole sana, ulitaka kukutana na changamoto. Ache. Habari za saizi dada wangu wa usafi. Pole sana, ulitaka kukutana na changamoto. Unajua, yule meneja wetu analo mbaya sana. Analo mbaya pale alikuwa anataka akubanie riziki usipate kazi, lakini Mungu amekuona. Vizuri sana. Sasa mimi naitwa Kamanda Mkude na ningependa tufahamiane kidogo dada wangu wa usafi. Ikiwezekana tuwe marafiki, tuwe watu wazuri, tunaoelewana, tuwe na umoja wetu. Mkude, nimefurahi sana kukufahamu. Mimi naitwa Jamila. Nimetoka huko kijijini. Maisha yetu ya kijijini ni magumu sana. Ndiyo maana nimekuja kujaribu bahati yangu mjini. Lakini nimefurahi sana kupata rafiki kama wewe, mtu anayejali. Tutakuwa marafiki. Pole sana Jamila. Majina yenu yana shida sana. Mwenzako aliyepewa nyimbo analia, utamu wake umemkimbia. Unaijua ile Jamila analia, utamu wake umemuacha. Alimpa Jose Kamilioni wa Kongo, amemshirikisha Marilu System wa Rusmabele na Koffi Olomide. Tuachane na mambo hayo kidogo. Sasa basi tuende kwenye mada ya msingi. Mimi nikukaribishe sana kazini na ujisikie huru, ujisikie uko nyumbani. Usiwe mnyonge, ukijisi upweke, mimi nipo hapa kwa ajili yako. Wewe ni mcheshi sana. Utakuwa rafiki yangu mzuri. Wewe ni mcheshi sana. Utakuwa rafiki yangu mzuri. Nimependa karakta yako. You so intelligent. We can be a friends. Stendi, unataka kapande gari uende wapi? Mbona nasikia mambo ya stendi hapo? Unaongeaje lugha ngumu zilizokuja? Stendi, unataka kapande gari uende wapi? Mbona nasikia mambo ya stendi hapo? Unaongeaje lugha ngumu zilizokuja na ndege, lugha zimekuja na meli? Tuongee lugha yetu ya taifa. Mbona hapo nasema we can friend to go to stand kupata gari? Sasa gari la kazi yenyewe hujamaliza, unaondoka vipi? Unataka wewe mfanye kazi mshenzi baadaye nionekane na kutetea kumbe mjinga. Fanya kazi umalize ndio uende stand ukapata gari. Alafu wewe mbona lugha yako unaongea kama mzongo fulani hivyo umetoka Ulaya? Unadamba umetoka kijijini. Wewe kuna kitu unaficha, unataka kuntania. Mbona kuna vitu unaonekana unavijua afu unaiti mshamba? Mkude bwana, unanichekesha. Sio stendi, ni Mkude bwana, unanichekesha. Sio stendi, ni frendi. Kwani mtu kujua kizungu hadi aishi Ulaya? Kiingereza ni lugha tu ya kawaida. Hata kwenye shule zetu inafundishwa. Usikariri vitu. Hata hivyo, sikutarajia kama ningekutana na mtu atakayenifanya nifurahi na kucheka. Nimekupenda rafiki yangu Mkude. Natamani kukuona kila siku tuzungumze. Nimesikia vizuri au nimesikia vibaya hapo umesema umenipenda? Natamani kukuona kila siku tuzungumze. Nimesikia vizuri au nimesikia vibaya hapo umesema umenipenda? Neno zito hilo ukilisikia moyo na hiyo kama barafu. Sijaambiwa neno hilo na miaka kama 15. Sijapata mtu wa kuniambia ananipenda. Sijui namkosea ni Mkude bibi jamani. Dunia gani yote tunatengwa, mtu unashindwa kuambia maneno ya kuongeza uhai wa kuishi kama hayo. Mwisho wa siku wewe ulikotokea sijui wapi, sijui ulikuwa wapi jamani kuniambia neno hilo muda mrefu, leo moyo umesawanyika. Na furaha ya ajabu nakwambia leo nitalawa bila nguo. God have mercy upon us. Binti, nisikilize kwa makini sana. Hapa mjini hakunaga msaada wa bure. Ukisaidiwa na wewe lazima uwe na namna ya kusaidia. Sasa mimi kama meneja mwajiri nimekubaliana na bosi ufanye kazi kwenye kampuni hii. Lakini una nini cha kunifeva kunilipa ili ionekane msaada wangu haujafanyika tu bila maslahi yoyote? Maana yangu ni nini? Mabinti wote unaoona wanafanya kazi kwenye kampuni hii, mimi kama meneja mwajiri ni lazima wahakikishe wananipa chochote kitu ili niendelee kulinda ajira zao. Wengine wamenipa penzi na wengine wamenipa pesa. Sasa wewe naona pesa huna, lakini kipo kitu unaweza ukanipa. Ni mwanamke mrembo, kuku wa kienyeji. Nataka unipe penzi lako ili niendelee kukuhakikishia nafasi ya kazi bila kutetereka. Meneja, unawezaje kuwafanyia watu hivyo? Watu wote wamekuja hapa, wamekuja kutafuta maisha, wana shida kama wewe.
Ni kwa nini wafanyie binadamu wenzako hivyo? Mimi siwezi kufanya jambo hilo. Nimekuja hapa kufanya kazi ili nisaidie ndugu na familia yangu, na sikuja hapa kuuza utu wangu. Hebu funga bakuli lako, mjinga mmoja wewe. Hivi wewe, mimi nakupa mipango ya kukufanya endelee kubaki kazini. Maisha asiye na kazi hana maana. Sasa mimi nakwambia ufanye jambo la msingi ambalo litakuhakikishia kuendelea kuwepo kazini miaka yote kama wenzako. Unaanza kuleta mambo ya kijinga haki. Hapa kuna WHO hapa. Unaongelea mambo ya haki, kuna haki za binadamu. Hapa ubaya ubwela, dunia rangirangire. Wewe vipi bwana? Dunia tambara bovu ilishatoboka. Kinachotakiwa hapa wewe, kama unataka kuendelea na kazi, ni bariki kishimo utamu, michape mkia mweusi. Hizo story nyingine mimi naona unanichanganya. Kwa sababu mwisho wa siku unataka kuongelea binadamu, mimi binadamu utanisaidia nini? Haya, nakusaidia wewe, unaenda kusaidia familia yako, mimi familia yako inanihusu. Na ijue hiyo familia yako wewe mpumbavu nini? Hebu fanya hilo jambo nilokuambia. Kama uwezi, nitakufanyia kila linalowezekana. Nitafanya kila figisu. Utaondoka kazini hata mwezi mmoja utamaliza. Meneja, unachokifanya kwangu ni rushwa ya ngono. Nakumbuka hili sio jambo zuri hata kisheria na kibinadamu. Meneja, unachokifanya kwangu ni rushwa ya ngono. Nakumbuka hili sio jambo zuri hata kisheria na kibinadamu pia. Ni watu wangapi watakupa rushwa ya ngono ili uweze kuwaajiri kazini? Kuna watu wana uwezo, wanastahili kupata kazi, kuisaidia kampuni, lakini kwa jambo hili wanaweza wakashindwa. Tutapoteza wafanyakazi wangapi? Tutapoteza? Unavyosema tutapoteza? Wanaweza wakashindwa. Tutapoteza wafanyakazi wangapi? Tutapoteza? Unavyosema tutapoteza unamaanisha nini? Wewe kama nani kwenye kampuni? Yaani hilo neno lako tutapoteza unasema kana kwamba na wewe labda uko sehemu ya ofisi hii, mtoto wa bosi, au labda na wewe ni mkurugenzi, ni meneja kama mimi. Unawezaje kusema tutapoteza na kampuni kuhusu wewe mfagiaji tu? Sema kampuni itapoteza. Wewe una share hata ubia hapa kwenye kampuni, au hata una mjomba wako hapa ameweka hisa zake. Sasa nisikilize nikwambie kitu. Wewe Jamila analia, mtoto anautaka. Yaani iko hivi, wewe ukitaka kuendelea na kazi, mkataba ndio huo. Umeshindwa kufanya hilo, nakwambia hautafurahia hii kazi. Hii kazi nakwambia hautaifurahia. Ni bora hata ukachukue nyanya, ukapange barabarani, ukauze kama wanawake wenzako, au hata ukaombeombe kwa Waarabu na Wahindi. Lakini hapo ukitaka kazi, lazima uhakikishe umenibariki kwa namna moja au nyingine. Meneja, inawezekana kweli mimi si chochote si lolote kwenye kampuni hii, lakini kimsingi ninachoangalia na kulenga ni mustakabali mzuri wa utendaji kazi. Kazi na utaratibu, na mara nyingi unaposhirikisha kazi na mapenzi, kazi hiyo ni lazima itaenda tu mrama. Nilikuwa tunatoa maoni, si kana kwamba labda mimi ni mtoto wa bosi au nina nafasi kwenye hii kampuni. Hapana, ni mawazo yangu tu kama mfanyakazi wa kawaida. Kama yamekukwaza naomba unisamehe. Eti kazi na mapenzi ni vitu ambavyo havitaki kuchanganywa. Hapa anaichanganya kazi na mapenzi ni nani? Mimi ninachofanya hapa ni kusuza rungu. Mimi mwanamke wangu yuko nje ya nchi, anatarajia kurudi hapa muda sio mrefu. Msomi, mtoto wa bosi mwenye hii kampuni, anaitwa Sinsia. So Sinsia Roseroki, huyo Sinsia wangu mimi. Kwa hiyo usitake kuniambia eti mimi nafanya mapenzi. Sina wa kufanya naye mapenzi. Kuna vikaragosi tu. Kuna mbwa tupu. Mwanamke wangu mimi anaitwa Sinsia, anatoka nje ya nchi, anatoka masomoni, mtoto educated, mrembo. Nakwambia sijawahi kumuona, lakini nikimuona najua huyo Beyonce yenyewe haoni ndani. Mpenzi wako yuko nje ya nchi, lakini una uhakika unampenda na yeye anakupenda kwa dhati? Sina mpango wa kumpenda mtu. Ninamuoa kwa sababu ninataka maslahi. Mpenzi wako yuko nje ya nchi, lakini una uhakika? Wewe unaniuliza hivyo kama nani? Umepata wapi mamlaka kwanza kuniuliza maswali kama hayo? Mimi nimpende nini? Mimi ninachokiangalia hapa ni kulinda maslahi yangu binafsi. Na nina mpango mzito sana kuhusu hii kampuni. Nataka kuja kuwa bosi mkubwa sana hapo baadaye. Sijaja kufanya mapenzi na mtu, wala sina mpango wa kumpenda mtu. Ninamuoa kwa sababu ninataka maslahi. Mpenzi wako yuko nje ya nchi. Huyo ndio aina ya mwanaume ambaye ulitamani niolewe naye. Wakati anazungumza, nilimrekodi ili niweze kuja kukuthibitishia, kwa sababu ningekuambia tu kwa maneno usingeniamini. Baba, huyu mwanaume hafai. Kwanza, wakati nikiwa nafanya shughuli zangu pale kama mfanyakazi wa usafi, alikuwa akinisumbua, akiniambia maneno ya kunikebei na kunidhalilisha,
akinitaka kingono, akisema wanawake wote pale ofisini ameshalala nao kingono kwa sababu pia kumpa rushwa. Na hapa ameona kwenye simu anazungumza wazi kuwa hampendi hata huyo mtoto wako ambaye ni mimi, ana maslahi yake binafsi. Baba, nadhani umeelewa umuhimu wa mtihani ambao nilikwambia nataka kuufanya. Sinsia mwanangu, usiongee sana. Utansononesha, utaniumiza roho. Utansononesha, utaniumiza roho. Yaani hapa mimi nafikiria huyu mshenzi nimfanye kitu gani? Nimfyonze urojo au nimnyonye mrija mwembamba? Kwa sababu gani? Hawezi kuongea mambo ya kijinga kama haya. Anakuwaje na mpango kwenye kampuni yangu mimi au bosi? Yaani mimi ndio mkurugenzi HDMD. Yeye anasemaje anataka kuwa bosi mkubwa, anataka kunipindua? Anataka kunigwajimanization. Sasa nasema hivi, kazi hana, lakini kabla ya kumfuta kazi lazima nimfanye tukio baya ili ajue mimi sio mtu mzuri. Mimi mwenyewe muuni wa zamani, yaani mwanangu, nitafanya kitu hadi serikali itanishangaa. Hapana baba, hutakiwi kufanya lolote, hutakiwi kumwambia chochote kwa sasa. Ninataka mtihani wangu ukamilike, uje utoe mafunzo. Serikali itanishangaa. Hapana baba, hutakiwi kufanya lolote, hutakiwi kumwambia chochote kwa sasa. Ninataka mtihani wangu ukamilike, uje utoe mafunzo yatakayomfunza yeye pamoja na jamii. Kwa sasa tuendelee kuigiza kama hakuna kilichotokea. Mimi nitaendelea kufanya kazi za usafi nikikusanya ushahidi, lakini baadaye nitajidhihirisha kama mimi ndio Sinsia na kuweka wazi yote mabaya anayoyafanya. Haya, na tega kitendawili sasa, nisikilize. Mimi ndio Sinsia na kuweka wazi yote mabaya anayoyafanya. Haya, na tega kitendawili sasa, nisikilize kwa makini. Ulikuwa na mandazi mawili na chai. Unakunywa mandazi yako mawili pale na chai. Nimekuja kabla hujaanza kunywa na janta nikachukua mandazi yako mawili. Haya, jibu kitendawili, unabaki na mandazi mangapi hapo? Mkude, uishii vituko. Sasa mbona kitendawili chako ni rahisi? Uishii vituko. Sasa mbona kitendawili chako ni rahisi sana? Umesema nilikuwa na mandazi mawili, na wewe umekuja ukayachukua hayo mandazi mawili, na baki sina kitu. Ushaferi. Sasa mbona nimekwambia uwezi kitendawili changu kukijibu, umeferi. Hapo unabaki na chai. Feri. Sasa mbona nimekwambia uwezi kitendawili changu kukijibu, umeferi. Hapo unabaki na chai. Unabaki vipi? Una kitu? Nimekwambia una mandazi mawili na chai. Nimekuja nimechukua mandazi mawili. Sasa unabaki na chai. Unashindwa kujibu, nasema tu baki na kitu. Ushaferi. Aya, nikupe kitendawili kingine au umechoka? Tucheze mchezo mwingine, rafiki yangu kipenzi. Mkude bwana, sijachoka. Ine, rafiki yangu kipenzi. Mkude bwana, sijachoka. Nilishakwambia nikikaa na wewe huwa sichoki. Una maneno mazuri ya kufurahisha, wewe ni mcheshi. Hakika sijawahi kupata mtu anayenifanya nifurahi kwa muda mrefu kama wewe. Endelea na kusikiliza. Yaani nyinyi vikaragosi wa... Endelea na kusikiliza. Yaani nyinyi vikaragosi wawili, baada ya kufanya kazi kila mtu akae kwenye majukumu yake, mnakaa hapa ofisini mnapiga makelele yasiyoeleweka, mnaongeleshana vitu vya kipumbavu, na wewe unakaa kwenye kiti ambacho anatakiwa kukalia secretary. Hivi nyinyi mna akili timamu kweli kweli? Wewe ndiye huna akili. Unawezaje kuwasemesha watu hivyo kama unasemesha wadudu ama unasemesha miti? Sisi ni binadamu kama wewe, lazima tuheshimu na inabidi ujifunze adabu. La sivyo nitakufukuza kazi. Nicheke nitanoe bandama hii kali ya mwaka. We umesemaje au nimekusikia vibaya hapo? Unasema utanifukuza kazi au unasema utajamba ushuzi? Ukisikia mtoto kauponza, mtoto kautaka ndoo. Jamila, unataka kuniponza. Bosi, samani sana.
hatuwezi kukufukuza kazi. Huyu tutakuwa limemtoka kama unavyosema ulivyomtoka mtu ya kutokea tumboni anajamba ushozi. Alichokisema kitambui ameongea ameropoka. Sasa wewe mtu mfagiaji unafanya kazi za usafi kuleta chai ofisini. Unamfukuza vipi bosi wetu? Bosi nisamee sana kwa niaba yake. Limemtoka karopoka ajue anachokisema. Nitaka naye kumshauri vizuri. Kennedy, nataka uandae mkutano maalum wa bodi nzima. Kesho binti yangu anatarajia kuingia nchini. Kwa hivyo natarajia baada ya mapumziko ya hiyo kesho kutwa yake, kifanyike kikao kikubwa kwa ajili ya kumkaribisha. Hakikisha kikao hiko kinakuwa na watu wote muhimu na wahusika. Polisi wawepo, pingu ziwepo. Kuna mtu naona kama anaenda kwenye ndoo. Yaani hakikisha kikao kinakuwa kimeandaliwa na asikose mtu yoyote na wewe mwenyewe uwepo. Bosi, taarifa yako ni kama inanichanganya na haijakamilika. Tunatarajia kumpokea mgeni wetu. Mtu ambaye tulikuwa tunamsubiri kwa muda mrefu, mke wangu mtarajiwa, na unasema tuwaite polisi waje na pingu. Sijui kuna mtu anaenda kunyea ndoo. Sijakuelewa hapa bosi mkurugenzi. Nini kinaendelea? Kinachoendelea hakuna jambo tu, linanka hapa na jizuia kweli kweli atakalinitoke. Na ndio hivyo tu, tushakubaliana. Kinachoendelea hakuna jambo tu, linanka hapa na jizuia kweli kweli atakalinitoke. Na ndio hivyo tu, tushakubaliana. Tutulie hadi wakati husika. Kwa hivyo wewe tekeleza maagizo nilokuambia. Ukiendelea kuongea sana nitalipua bomu hata hapa tulipo. Unanielewa vizuri? Na hasira kweli kweli, japokuwa nina furaha ndani yake. Ita kikao maalum, bodi nzima ya wakurugenzi na wadhamini iwepo. Na wewe uwepo usikose. Wewe binti mshenzi, uwepo usikose. Wewe binti mshenzi masikini, nataka ujue kitu kimoja. Ikiwa ulitoka na kwenda kumwambia bosi neno lolote lile ambalo mimi nilisema, itakugharimu sana, kwa sababu maneno aliyoniambia bosi yaonekana kama kuna umbea fulani hivi amepewa. Sasa ikiwa umesema kama mimi nilikutaka na nikakwambia unipe penzi liwe kazini, na mimi nikifukuzwa kazi kwa sababu hiyo, we mwanamke hutakaa ufurahie maisha, nakwambia nitakufanya kitu kibaya hadi serikali iliyokuwa madarakani itanishangaa. Mimi sijamwambia lolote bosi. Naacha kujishuku kwa tabia zako. Hata kama utafukuzwa kazi ni kwa sababu ya makosa yako, lakini sio mimi kwenda kusema kwa bosi. Yawezekana hata bosi amefanya uchunguzi, amegundua wewe si mtu mzuri kwenye hii ofisi. Unanyanyasa wafanyakazi, hauna heshima, unadharau watu, unatweza utu wa watu. Hilo sio jambo jema. Watu wote unaoona ni viumbe kama wewe, wanahitaji heshima na kuthaminiwa. Kennedy, unanipiga mimi? Nimekufanya nini hadi unanipiga? Hakika hili sitaliacha, halitakuacha salama jambo hili. Huwezi kunyanyua mkono wako unipige pasina sababu. Pumbavu. Sio nimekuja. Ukiendelea tena kufungua kisemeo chako kiupumbavu kama hivyo, nitakuzatika tena kwa mara nyingine. Wewe kwanza kunifundisha mimi utu sijui binadamu kutweza, nitakutweza kweli pumbavu wewe. Yaani unakuja hapa mtu kazi yako kufagia. Inabidi ukae ukimaliza usafi ukitulize kishundu ukae pembeni. Badala yake unaanza kujifanya mtu wa risala. Nisikilize kwa makini. Kesho mpenzi wangu anarudi kutoka nje ya nchi. Mke wangu mtarajiwa, yaani kwenye hiyo ofisi akitoka mkurugenzi bosi mkubwa anafuata huyo, alafu nafuata mimi. Sasa sitaki kusikia maneno ya kijingajinga, vitu vya kimbea. Yaani ikitokea nimesikia upumbavu na nikathibitisha kwamba wewe ndio chanzo, utaenda kwa babako na mamako kijijini huko ukalime. Bako na mamako kijijini huko ukalime. Niwakaribishe sana viongozi, wakurugenzi wa bodi pamoja na wadhamini. Mimi kama mkurugenzi mkuu na kiongozi wa juu kabisa kwenye kampuni hii, leo natamani nichukue fursa hii kuweza kuwatambulisha binti yangu, Sensia. Binti ambaye ni wapekee kwangu, ambaye ndiye mrithi
ndiye kila kitu kwangu. Tafsiri yake ni nini? Baada ya mimi kwenye kampuni zangu zote ambazo ninazimiliki, yeye ndiye atakuwa msimamizi mkuu. Kwa hivyo ninaomba wote mumtambue leo hii. Bosi, mgeni hapa hayupo. Atakuwa yuko wapi? Basi ni bora hata angesogea kwanza, walau unapomtambulisha watu wote tumuone. Tuuliza kishundu, tuuliza kinyeo, tuuliza kisemeo. Wewe una mamlaka gani ya kuanza kuingilia hiki kikao? Mimi ndo nakiongoza, mimi ndo naelewa kila kitu. Kwa hivyo tuliza boli. Ndo nakiongoza, mimi ndo naelewa kila kitu. Kwa hivyo tuliza boli, mtoto mdogo, watakuniua mimi unipindue. Nishakituliza bosi, nishakituliza. Bosi siku hizi kabadilika, simuelewi hata kidogo. Tulia, utanielewa tu, wala usiwe na haraka kama unaelewi hata kidogo. Tulia, utanielewa tu, wala usiwe na haraka kama unaogea nje. Wafanyakazi wangu pamoja na viongozi wa bodi, nilipenda sasa mumtambue mtoto wangu kwa sababu Asante sana baba kwa utambulisho. Kwa majina, ninaitwa Sinsia Mwandosia. Mimi siitu Jamila. Nilitumia jina hilo na kujifanya ni mfanyakazi wa usafi ili niweze kugundua watu na tabia zao kwenye kampuni hii. Na kwa hilo nimefanikiwa. Nimeweza kugundua kila mmoja ni mtu wa aina gani, ni nani anastahili na ni nani asiyestahili. Na kwa sababu hiyo, nikiwa kama mkurugenzi mkuu sasa, nitatoa maamuzi yangu kulingana na tabia na uchunguzi nilioufanya na majibu niliyoyapata. Na katika uchunguzi wangu nikagundua mambo kadhaa muhimu. Uadilifu. Kwenye kampuni yetu kuna viongozi wa juu ambao sio waadilifu. Mfano, msimamiaji mkuu ndugu Kennedy au kwa jina la kifupi Kenny. Boss Kenny anafanya udhalilishaji kwenye kampuni. Mimi binafsi alinitongoza, akawa ananilazimisha kutembea na mimi kingono na akaniambia kama sitampa penzi basi nitafukuzwa kazi. Hii sio tabia nzuri, na kwa sababu hiyo ninaamuru kutoka sasa Bwana Kennedy siye tena msimamizi mkuu kwenye kampuni hii, na ikiwezekana baba nitamfukuza kazi akatafuta ajira nyingine. Kennedy, kijana niliyekuamini, niliyekuthamini. Kennedy, kijana niliyekuamini, niliyekuthamini na kukupa nafasi ya juu kabisa kwenye kampuni yangu, na tena nikakuamini hadi nikatamani uwe mume wa mtoto wangu, yani ukawe mkwe wangu. Tafsiri yake nilikuwa nataka kuunganisha undugu na wewe, ungezaa na mtoto wangu, hao wangekuwa wajukuu wangu na wewe ungekuwa baba yao, yani tungekuwa ndugu. Hii yote nilifanya kwa upendo kwa sababu nilikuamini, lakini kumbe nilichokiamini ni kitu cha kipumbavu kabisa. Na nimshukuru sana mwanangu kwa kuwa na akili ya kuleta huu mtihani, kwa sababu bila hivyo ningeingia choo cha kike na ningetakiwa nitoe bikini nchuchumae. Lakini mwanangu Abenisefu ameleta mtihani, hatimaye nimekugundua kumbe wewe ni shetani, ni nyoka uliyevaa ngozi ya binadamu. Sasa sikutaki tena kwenye kampuni yangu kutoka leo. Ukatafute kazi sehemu nyingine. Ukiendelea kukaa hapa naweza nikapata mada ya kumuua mtu na kumfyonza urojo. Dogo, fanya unyanyuke uondoke kistaarabu sana, sona ekasura kwa urumapo. Dogo, fanya unyanyuke uondoke kistaarabu sana, sona ekasura kwa urumapo. Naweza nikakufanya unyanyasaji wa kijinsia nikakukatili kingono kwa sababu umetutesa sana. Nyanyuka uende VETA mdogo wangu, usichelewe. Baba, nadhani sasa umeona kila tulichokifanya kimeleta matunda. Binadamu hatujakamilika. Ni lazima tutumie akili za ziada ili kuweza kutambua. Baba, nadhani sasa umeona kila tulichokifanya kimeleta matunda. Binadamu hatujakamilika. Ni lazima tutumie akili za ziada ili kuweza kutambuana. Sasa umetambua Kennedy hakuwa mtu anayefaa kwenye maisha yako, maisha ya kampuni yako, lakini hata kwenye maisha yetu kwa ujumla. Lakini baba, nimekuita hapa nina jambo. Kuna jambo? Jambo gani tena binti yangu? Baba, nimepata kuita hapa nina jambo. Kuna jambo? Jambo gani tena binti yangu? Baba, nimepata mwanaume sahihi, anayenipenda, anayenijali, mwanaume ambaye bado hajawa mchumba wangu, lakini nina uhakika nitakapokuwa naye kwenye mahusiano akiwa mume wangu nitakuwa na furaha.
iwezekanavyo. Ni Mkude, yule mlinzi wetu ofisini. Kijana yule ni mwema, mtaratibu, mcheshi, mwenye hekima na busara. Unaweza usilione hilo kwa macho ya nyama, lakini kwa jicho la ndani hilo jambo mimi nimeliona. Baba, nimempenda Mkude, natamani awe mume wangu. Apande viwango, atoke kutoka nafasi ya ulinzi na aende kuwa mume wangu, awe mmoja watu watonisaidia kushika majukumu ya kusimamia ofisi. Sinsia mwanangu, mbona hapo kama unataka kupaisha? Yaani Mkude mlinzi, unampenda mlinzi ameisha darasa la 7 yule. Hana elimu yoyote mwanangu. Hajui kitu chochote kuhusu mambo ya development of microsigning of science. Sasa utapomleta hapa kama kusema ni mume wako, mimi nahitaji watu waliosoma, watu wenye elimu, ndio watu ninaowataka. Mkude, hili mimi naona lijakaa vizuri. Baba, watu wenye elimu unaowataka ndio huo mfano wa Kennedy ambaye ulitaka niolewe naye pasina kumchunguza. Nimekuambia nimempenda Mkude na hizi ni hisia zangu. Kama hutaki niolewe na Mkude baba, sitafanya jambo lako lolote utalonihitaji nifanye na nitachukua maamuzi magumu. Basi binti yangu kipenzi Sinsia, usifike huko. Lolote utalonihitaji nifanye na nitachukua maamuzi magumu. Basi binti yangu kipenzi Sinsia, usifike huko, ni mbali sana. Sasa mimi nimekubaliana na wewe, usije ukajidhuru kabisa mwanangu. Nitachokifanya ni kuhakikisha ninambadilisha huyo Mkude ili awe mwanaume anayeendana na wakati, awe mwanaume wa kisasa, abadilishe mavazi, abadilishe hata lafudhi yake anaongea kama mtu wa milimani. Itaniletea aibu kidogo kwenye mikutano yangu na watu wangu. Kwa hivyo hilo ombi nimelikubali mwanangu, na nitakusapoti kwa kadri inavyowezekana. Mkude, nitakusapoti kwa kadri inavyowezekana. Mkude, huo ndio ukweli. Mimi kama mwanamke iliniwia wakati mgumu kukueleza hisia zangu kutokana na mila zetu na tamaduni za Kiafrika. Lakini ninatamani uwe mume wangu, unioe, tusaidiane kuendeleza maisha, kuendeleza kampuni za baba yangu. Yaani karia mwaka. Sasa hapa niombe kwenda kufikiria ning'ate vidole au nifanye vipi. Mbona na mimi kwa mila zetu za Kiafrika sijazoea kuambiwa napendwa. Hii imekuwa kama miujiza kwangu. Au bosi na mimi unanijaribu, unanipa mtihani, unifukuze kazi nionekane nataka nikunyanyasa kingono na kijinsia. Hapana Mkude, ninakupenda kwa dhati. Na ukitaka kuamini hili, nimeshamwambia hadi baba yangu. Nilikuwa nasubiri kuongea na... Hapana Mkude, ninakupenda kwa dhati. Na ukitaka kuamini hili, nimeshamwambia hadi baba yangu. Nilikuwa nasubiri kuongea na wewe ili unipe ridhaa ya kuwa mwanaume wangu. Tuanze maisha yetu ya mapenzi, maisha yetu ya kuendeleza familia. Ama kweli, ukisikia mbuzi kafia kwa muuza supu, ndio hii. Kwa hiyo kumbe na mimi niko very thank you handsome boy. Naweza kukuna sawa, amna tatizo, nimekukubali ombi lako kutoka moyoni, sina muda wa kufikiria.